There are situations in life that you think you have no control over them. Like you just feel the only option you are left is just committing suicide. I didn't have that motherly love. Mom to buy me even a panty, it was just I remember ikifika shule zile siku za PE naenda naiba boxer ya uncle, naenda namwambia mom, grandfather amenifanyia hivi, aniambia toka hapa uende uoshe hiyo makamasi na usiambia mtu anything. Mwaso unapata amenifungia kwa bed, anaanza kunidunga vijiti. So Na hiyo time hukupata kuongea na grandmother, maybe your aunties, at least uwaambie you are going this and this, uone kama watakusaidia. my grandmother even knew what was happening. My aunt also knew. Actually, my aunt even took more advantage because yeye hata angenipeleka kwa room alikuna young men anataka to have sex na wao. Hello guys, watu wangu wa power, welcome back to my YouTube channel. This is Triple M Favored, and if you are new to this team, do make sure umekuwa part of it by subscribing, like and share widely. Leo guys, Triple M amebrandiwa na t-shirt ya Zero Street Child Foundation, na ninataka guys, team Triple M, let's go to their social media platform tuangalie Zero Street Child Foundation Facebook, website yao utawapata na Zero Street Child Foundation, and do make sure umekuwa ukiangalia kuna event Zero Street Foundation wamekuwa kifanya za kufeed street kid. Participate on them, enda pale pikia watoto wa street. Do make sure umewasupport. Ukipatana na mtoto wa street, jua ni kama mtoto ule mwingine tu, ni nguo tu tofauti amevaa. So let's love them and to make sure in our country we have no street kids in our country. And so guys, niko hapa na Karo, nataka tuongee na yeye. Go through a lot in her life kutoka akiwa mdogo, mistreatment, mambo mingi sana hadi akajaribu kucommit suicide, but leo tuko hapa na yeye. Najua her story will inspire somebody out there. If you are going through the same thing, you know how to handle it. So Karo, sasa sana uko fiti? Niko forward. Niko fit. Uko fine? Niko fine kabisa. Kwanza say hi to team Triple M. Hi Triple M team. This is Caroline. Thank you for keeping it Triple M Favored. If you haven't subscribed, click that subscription button and let's support young people, and we can bring a change if we support one another. So Karo, nataka kwanza utuambie your full name. So umetoka wapi, umelelewa wapi, umezaliwa wapi? As we start. Wow. My full names, I'm Caroline Chagaya, born in Vihiga County, western part of Kenya. That's where I was born, where I grew up. Western. So when you Western? Mi ni team Western. Join team Western. Team Wingo. Okay. That's nice, and you look nice. You're so beautiful. There are situations in life that you think you have no control over them. Like you just feel the only option you are left is just committing suicide and just letting it go, because you have tried your level best, you have tried to be strong, but you just can't keep moving. Things inakuwa so tough to an extent you feel like you are unwanted, like you're no longer needed in the society. So hiyo ndio kitu upelekea una feel like just ending your life will just end all the sorrows, but that's not the case. Nini ili happen? Nini hiyo ilifanya you feel like I want to do this? Okay, I was born in a complicated family. We were 6 siblings, but our last born passed on. So we remained 5 siblings. Unfortunately, our firstborn also passed on last year. So it came with challenges having an incomplete family. You go through situations that you find you have nowhere to turn to, like you just don't know which direction to take.
Like for me, I felt like I was neglected, like I was not wanted, like I felt that was not where I'm supposed to be. Yaani unakaa mahali but unaona hauhitajiki pale, like you're just my mom got married 3 times na nilikuwa naishi na my stepdad. Okay. Home alikuwa anani mistreat sana, ananichapa. I was like the breadwinner of the family And at how a old are you? very tender age. By then I was 10. From 10 years Okay. I used to fend for my family, like unaenda unatafuta nyazi unajaza gunia ya 100 kgs, you go and sell for 20 shillings. Ununue mahindi ngorogoro moja usiage unga ndio mkule. Failure to do so, utanyoroshwa. Na huyu dad na mom wanafanya? Okay, dad was also working. Alikuwa anapasua mbao. But pesa yake sasa huwezi jua ilikuwa inaenda wapi. Mama alikuwa anapika busaa. We could sell bank, cigarettes. Actually kaa kuna matanga mahali, nilikuwa napewa hiyo pombe na sigara niende niuze. Na make sure nimemaliza zote. They didn't even care about my security. Because unaambiwa uende kwa matanga usiku, uuze pombe na bank, and as we know bank is prohibited. Yeah. So they didn't even care kama nitashikwa huko ama sitashikwa. Yeah, and failure to do so unachapwa. Yeah, to an extent ni kama unalazimishwa. Actually tulikuwa tunalenga busa. Hiyo bangi, and ukipatwa na askari ilikuwa ni mguu ni ponye, unajitetea wewe mwenyewe. Okay. Just the beauty of it ni ile huko kuna mawe kubwa kubwa, so ungeingia chini ya mawe. Yeah. Unatulia pa askari ako juu ya mawe but hawezi jua kaa kuna mtu hapo chini. Okay. Yeah, so hizo mawe ndio zilikuwa zinatusave sana sana. So unapata nimeenda kuuza hiyo bangi usiku, sigara na hiyo pombe, na umake sure umemaliza kuuza everything. If not, then there'll be no meal for you. What else that made you like feel like this family is too much? I didn't have that motherly love. For me, since I was born, I've never bonded with my mom. Like even tukae tu chini, even just for a minute, tukae tukizungumza mother to daughter child talk, hakuna. And to me, I felt it's something that I really missed and something I wish I could get. Okay. Yeah, and you feel like you want to share something that you are going through, but there's no that audience between you and your mom that you can share. Unaona? They never gave me the opportunity to express myself. They never gave me that opportunity to be a child. Unajua, like you can be a child, yes, but you the things you do are like for mature people. Yeah. So I never got that chance to be a child, to be a youth, and just to be my mother's baby. You understand? So hapo ndio nilifeel like mama haezi kupea audience kuongea na wewe. Like the only thing I could get are just criticism. Mbona hujaosha vyombo? Mbona maji haijatosha? Mbona hujatafutia ng'ombe nyasi ya kesho? Unaona? So it was like mama haezi kukalisha chini akwambie like, unajua msichana wangu, hii maisha inafaa ukanyage hapa na usikanyage hapa. Akwambie eti ukiwa msichana, this is what happens with your body. And in case this happens, this is what you're supposed to do. There was no such conversations. Ni wewe tu na wewe na ni wewe na ni wewe peke yako. Whatever comes your way, you just have to handle it. Na ilibidi even when I got pregnant, actually I never knew even hata nitazaaje. Because I could just look at my body and I'm like, hakuna sehemu kubwa mtoto anaweza pitia. So I thought, mtoto atatokea kwa mdomo. That's how naive I was because I was not exposed to the world. Mom took me like I was not her own. Like nilikuwa na feel nika sipendwi, ni kama sihitajiki, like I'm just a hindrance in her life because whenever I could pass through something, niende nimwambie like, anaona like you're not even supposed to say it. Hadi venye my grandmother used to take advantage of me sexually,
naenda namwambia mom. Grandmother ama Grandfather used to molest me sexually. Naenda namwambia mom, grandfather amenifanyia hivi. Ananiambia toka hapa uende uoshe hiyo makamasi na usiambia mtu anything. So to me I felt ilinifanya nikakuwa na low esteem to your story. So umereport your grandfather, your mom ako hapo umemwambia na kuambia endo uoshe na usiambie mtu. Yeah. So mi nikakaa tu in fear, nikaona like my mom doesn't trust me enough, like hata niamini naweza pitia situation. I open up to her. She closed all the doors and the audience for me to just talk to her freely. So I barely told her anything. What? And so it really happened for how long? Your grandfather alikumistreat for how long? What happened? Ulipata chance ya kuambia anyone about it? Actually, I never told anyone. After I told my mom, then my mom told my stepdad, akanichapa. So from there, I never said it to any other person since I was 10 until the age of 13. So until I came, nikatoroka nikaenda kwetu. I never told anyone. Actually, that story I never shared with anyone. I just stayed with all the pains eating me down. Like hadi ikafanya nikajichukia. Like I felt I'm not even supposed to associate with anyone. I felt I'm not normal like the other kids. Especially unapata watoto wengine wanatembea na wazazi wao wanafurahi, unasikia mama amenibuy me, even for mom to buy me even a panty, it was just I remember ikifika shule zile siku za PE naenda naiba boxer ya anko guy I don't yeah, naenda kwa anko nachukua boxer yake navaa, cause unajua mkienda shule mnachekiwa na lazima muende PE, hakuna exceptional. So mimi nilikuwa naenda nachukua boxer ya anko navaa, then nikichekiwa at least haitaonekana ati sina panty. So ulikuwa ever uko unavaa? Sikuwa navaa. So nikakaa hivyo, nikitoka shule naenda nafua naeka chini ya kiti ya cushion ikauke ndio nirudishe, cause sasa huwezi rudisha. Sasa hizo ni boxer. It was so sad guy, but all in all God always has a purpose for everything in our lives. Yes, true. Na hiyo time ukupata kuongea na grandmother, maybe your aunties, at least uambie you are going this and this, uone kama watakusaidia. My grandmother even knew what was happening. What? My aunt also knew. Actually, my aunt even took more advantage because yeye hata angenipeleka kwa room alikuna young men anataka to have sex na wao. Like unapata it's a ratio of maybe 5 boys 2 girls. Unaona? Ni ukikataa sasa ataenda kukusingizia mambo, unachapwa. Yeah. Mwaso unapata amenifungia kwa bed, anaanza kunidunga vijiti. So it was just a life of pain, lots of misery, and there's nobody you can run to, because if you don't even trust your own shadow, how do you even trust somebody else? Yeah. Na kwa hii time yote ushaienda maybe hospitali to be checked, maybe medically, ama maybe uangaliwe kama maybe ulipatanga ball kwa hiyo season yote? No, si kupata ball. The beauty of it ni kwamba grandfather alikuanga anajaribu kupenetrate but hangeweza. Mali nilikuwa napata nguvu mimi hata sijui, but I know it's only God who used to protect me. So he could just rub himself kwa mapaja, then anaacha hizo stuffs zake, hizo sperms. Yeah, but he never penetrated. Yeah. So umepitia all that, utatokaje kwa hiyo situation? When things got out of hand, I just decided to run away. Niende nitafute mahali nimezaliwa, cause most of the time nilikuwa naambiwa hapa si kwenu, tafuta kwenu. So it keeps on ringing into your mind, unajua niko hapa but I'm just a refugee. Like
I don't belong here. So ilifikia mahali tu nikatoroka, then hadi nikajikuta kwetu. Aje sasa ulijikuta aje? Wow. You know, some situations, the things that always happen, and ni God watu ameplan, like ni kama unataka kwenda mahali but the path won't be smooth. Utapata kuna mibwa, unadungwa na mibwa, so you're supposed to unatoa hiyo mibwa na unaendelea na safari. Utanyeshewa, but still you just have to continue with the journey. Like for me, ile process nilipitia kufika kwa babangu ilikuwa, we went, stole some sugarcane, tukapatwa, then I had to run away, and nikaona siwezi rudi home cause nikirudi nitachapwa. So that's how it was my last day kuwa huko kwa mom, na nikajipata nimefika.